Rafiki, nimekuja na njia 5 ambazo wewe ukizifuata unakwenda kusoma vizuri mbele za watu. Ukizifuata unakwenda kuongea mbele ya kadamnasi vizuri. Njia 5 tu zinakwenda kuondoa kabisa ile tatizo lako. Badilisha mtazamo wa akili yako. Badilisha mtazamo wa akili yako tu. Watanicheka, wataniona mimi sifai, wataniona mimi sijui. No, hakuna utakwenda mbele ukasome au ukaongee chochote eti yupo kwa ajili ya kucheka wewe. Hakuna. Ubongo wako unakuwa kidogo, kuna changamoto kwenye kutafakari. Kingine, tumia mbinu hii. Imetusaidia sana. Imewasaidia watu wengi sana. Pumua pumzi yako taratibu. Ikifika mwisho nenda kaihifadhi. Ishikilie pumzi hii. Shikilia hata kwa sekunde 5. Utakapokuwa sekunde 5 zimeisha, basi ipumue, iache ishuke. Ishuke taratibu. Ikifika mwisho tena ishikilie kama sekunde 5. Shikilia sekunde 5. Zinatosha. 5 6. Lakini tena iachie tena. Ivute tena mpaka mwisho, ishikilie tena. Fanya hivyo 1, mara 2, mara 3, mara 4, mara 5. Inategemea wewe mwenyewe changamoto yako ni kubwa kiasi gani. Wewe ndio una uwezo wa kumesha. Una uwezo wa kugundua una changamoto yako ni kubwa kiasi gani. How extent your problem it is. Njia nyingine ambayo hutakiwi kuipuzia kwenye zoezi hili, anza na mazingira salama. Simaanishi salama unaofikiria, na maanisha salama kwako wewe kwenye kusoma na kuongea. Anza na watu wawili, wasomee taarifa, wasomee kwa nguvu na wewe ujisikie. Kitendo cha kuwasomea watu hawa wawili na wewe unajisikia, inakwenda pia kuanza kuonyesha wewe una uwezo kiasi gani. Ila uwezo wako ulikuwa hujui. Sasa wasomee watu hawa wawili. Soma mwanzo mpaka mwisho kwa sauti huko na unajisikia. Fanya zoezi hili, ongeza watu 3, ongeza watu 4. Fanya hivi kila mara. Itakusaidia pia wewe kuondoa zile hofu. Kwa sababu utaenda kuanza kugundua uwezo wako kusoma kumbe ni mkubwa, ila tu ni fikra potofu ulizokuwa nazo kichwani. Haya ndio mazingira salama ya kuanza kujifunza kuongea. Lakini pia usije ukasahau kujiandaa. Issue ya kujiandaa ni ya muhimu sana. Kwa sababu kwa nini tunajiandaa? Tunajiandaa kwa sababu kuna baadhi ya makosa madogo kibinadamu, au kwa sababu tu hujasoma na hujapitia, kwa sababu umeandaa mwenyewe, lakini kuna makosa ambayo wewe utaenda kuyasoma na utaenda kugundua. Makosa hayo ambayo utaenda kuyagundua sasa ndio hayo sasa utaenda kuyarekebisha kabla hujaenda mbele za watu. Unapoyarekebisha makosa haya wewe mwenyewe kwenye kujiandaa, ndivyo jinsi unavyotengeneza a cream work kuipeleka mbele za watu. Na utajiamini kwa sababu utakuwa umejihakikishia kwamba hapa nilipo nimeedit vya kutosha, matatizo yote madogo, changamoto zote zimekwisha. Kwa hata unapokwenda mbele za watu, basi naamini na ujiamini kwamba hii itakusaidia. Usipuuzie hili swala la kujiandaa. Nikwambie kitu, usisahau kurudia mara kwa mara. Ubongo wetu una tabia ya kushika vile vitu ambavyo tunarudia. Kurudia sio ujinga. Kurudia sio tatizo. Rudia pale ambapo unaweza. Rudia kadri uwezavyo kuhakikisha ubongo wako baadhi ya kile ambacho umekwenda kusoma mbele za watu basi kinakaa kichwani. Lakini hakikisha baadhi ya yale ambayo unakwenda kuyasoma au kuyapeleka basi unayaelewa, na mengine machache unaweza kukariri pia. Kwa hiyo kitendo cha kurudia ubongo unaenda kuhifadhi. Hiyo itakusaidia sana. Brother, sister, bro, usisahau kuwa nadhifu. Nadhifu ndiyo changamoto nyingine mimi na wewe imekuwa ikitukumba sana. Nikiongea nadhifu kwa uwezo wako wewe mwenyewe. Vaa nguo ambayo unaona hii una uhuru nayo. Vaa nguo ambayo unaona ukienda mbele za watu basi itakupa nafuu. Utaona wewe na wewe ni sehemu ya kwao ambao wanakusikiliza. Usikosee kwenye kuwa nadhifu. Kwa sababu confidence, kujiamini kunaanza na wewe mwenyewe. Umevaaje? Shirt umevaaje? T-shirt umevaaje? Jeans
suruali kitambaa umevaaje, ni sketi, ni suti. Fanya hivyo, hii inakwenda kuisha. Kwa hiyo kwenye kuwa nadhifu pia kuna kwenda kuongeza wewe uwezo wa kujiamini. Kumbuka, ishu ya kisaikolojia inaisha kisaikolojia. Karibuni sana.